watoto, if children live with ridicule, they learn to be shy. Kwamba kila mtoto analolifanya unamtweza. Umfanya nini hivi? Unamwingilia. Haya, rangi gani hiyo uliochanganya? Suruali rangi ya blue, wenda hujui kuvaa. Uoni wenzako huko nje wanavovaa. Haya, maneno gani hayo unayoyasema? Yani hata kusema maneno ya kawaida huwezi wewe. Hasa ni vipi vile ulivyofanya? Watu wazungumza na wewe kuja kusimama. Yani kila kitu ni kashfa. Kila kitu hakiko sawa. So when children learn with they live with ridicule, they learn to be shy. Kwa hivyo wana switch off. Kwa sababu wanaona hata wakisema itakuwa tu ni sijasema kitu. So they are ridiculed every time. Unakuta mara nyingine kuna watoto very bright in a class but they don't answer questions. They don't. But when they do exam, they get very high marks. Like participation in the class, no way. Ukimtoa nje azungumze mbele ya class, atasimama tu angalie wengine, hawezi. Lakini mpe karatasi na maswali uone vile atakavyoandika. Hebu najazia hapa. Hawa ni watoto, they're very extremely shy. They become introverts. Yani they don't open up. Kwa sababu wanaona waki open up utawakashifu. They'll not do it the right way, the way you want it. So afadhali nisifanye. Na hii ni hatari kwa sababu ikiwa ni binti amekuwa katika hali hii, hata akadhulumika vipi na mumewe hawezi kusema. Hamwambii mtu. Mpaka mara nyingine itafika ile hali kwamba sasa inaonekana wazi, yani ni dhahiri, pengine ampigwa kofi, akaonekana amefura, ameumia, kadhalika pengine unamuona kila akija nyumbani katika shughuli amevaa nguo ile mbona ama mnunulie. Pengine sasa mdadisi ndio akwambia mume wangu haninunulie, lakini yeye mwenyewe kusema mbona usemi yatosha hivyo. Tafuta hiyo amani, natafuta hiyo salama. Sasa na compromise kila kitu, na hakuna kitu kibaya kama mwanadamu kucompromise standard yake ya morality, ya integrity, ya ule binadamu wake. If the child live with shame, they learn to feel guilty. Kwamba kila kosa kidogo analofanya, badala ya kumwambia yeye peke yake, unamwaibisha mbele za watu. Yani mtoto kafanya jambo dogo, si unaweza kumuita kando ukamwambia ile nguo ulioivaa ilikuwa sio nzuri. Sasa mbona wewe ukakaa kahaba? Nguo gani hiyo la kushikashika kila mahali? Kwenda zako. Mbele, pengine mbele ya marafiki zake, badilishe na kadhalika. Ni mtu gani yule uliokuwa msimama naye ile? Sasa unakuwa you see, openly yani. Sasa mtoto anakuwa ana feel guilty kila wakati. Na unajua life is not to be regretted, life is to be celebrated.